Karibu Shambani Village Park, mahali unapopata chakula safi cha asili, malazi ya kuvutia kama vyumba vya msonge asilia, tent house pamoja na sport fishing. Tunatoa burudani kamili, live band yenye ubora, sauna, sehemu ya waterfall, bonfire na bustani tulivu ya kupumzika. Pia tunakukaribisha kwenye utalii wa shamba la parachichi, ndizi, strawberry, apple na zaidi. Usikose kutembelea zoo ya ndege pamoja na huduma ya vinywaji na nyama choma zote, mbuzi, ng'ombe, kuku, sungura, njiwa, bata mzinga na hata nyama pori. Wahudumu wetu ni wasafi, wakarimu na wenye tabasamu. Tupo Buhigwe mjini, karibu na majengo ya serikali, huku ulinzi na parking vikiwa vya uhakika. Ukichukua chumba unapata maji moto, free breakfast na free wifi muda wote. Kwa oda ya chumba au chakula piga simu 0750604767 au 0757178080. Shambani Village Park, burudani, utulivu asili. Beni, naomba uzungumzie kidogo tukio la kunyimwa penalti. Kunyimwa penalti kwa Edinado. Kwa sababu kama tulivyoangalia 100% mpira ulikuwa upande wa Nado. Lakini anakuja na kuachiliwa pale, anadondoka. Lakini refa anasisitiza kabisa kwamba haina haja ya kwenda kuangalia kwenye VAR. Je, wewe unalizungumziaje hili tukio? Lazima watu waelewe kwenye zile sheria 17 za mpira. Fikiri ni sheria namba 4, yes, inayomzungumza muamuzi. Kwamba muamuzi ndo hakimu wa mwisho, ndo muamuzi wa mwisho kwenye nini? Yaani muamuzi wa kati ndo muamuzi wa mwisho wa nini wa kuamua tukio lolote na dakika 90. Anaweza akasema ni penalti au sio penalti. Anaweza akasema ni faulu au sio faulu. Kwa lazima watu waheshimu hilo pia. Ila kinachozungumzwa ni hisia. Yaani hisia ndo zinasababisha yote tunayozungumza. Yes, ilikuwa ni tukio ambalo lilipaswa kutengwa penalti. Tusipepese macho kulingana na aina ya contact ambayo ilikuwa imetokea. Edinado alikuwa kwenye umiliki wa mpira wakati anadribu kwenda eneo la nini la mpinzani. Lakini beki wa Morocco akaja akafanya deflection ambayo haikuwa sahihi, bali kwenda kumwala si mtu ambaye alikuwa ana possess mpira. Kwa hiyo kwa haraka lazima tuheshimu pia maamuzi ya referee ambaye alikuwa anaendesha mechi, kwamba yeye ndo anaweza kusema ni penalti au anaweza kusema watu wa VAR mle ndani, hebu nisaidieni kwanza kuassess hili tukio kama lina uhalali au halina uhalali unaolalamikiwa. Lakini katika mazingira ambayo kila mtu nafikiri kwa anaangalia, muamuzi alikuwa anakataa wakati anafuatwa na wachezaji wa Tanzania. Alikuwa anaona anakataa, anasema kashamuka, ameamuru kashamu. Umeona? Ndio. Nafikiri ukiangalia kwenye lugha ya mwili watu wa VAR kulikuwa kama kuna indicators wanamuonyesha bana, hebu nenda. Ulikuwa unaona kama anafanyaje? Anakataa kabisa. Lakini tunasema ndio muamuzi. Yaani muamuzi ndio mwenye mamlaka, kwamba yaani ndio hakimu akisema nimesema, hajasema kwamba lisio liwe. Lazima watu waheshimu hivyo. Kinachozungumzwa ni hisia, kwamba watu wengi wanatamani sana tuone tunamnyanyasa Morocco ili tumtoe hata akiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo mimi nafikiri ile ni clear penalty ambayo ilitakiwa itengwe. Yaani hii haina kupepesa macho, siji twende kwenye sheria 17 siji zinasemaje. Lakini sasa mwisho wa siku tunasema kwamba muamuzi ndo mtu wa mwisho. Yote tutakayozungumza sawa, lakini kwangu mimi binafsi ilikuwa penalti. Nje ya kuwa penalti, lakini muamuzi kama angekataa, akikataa sio penalti. Lakini pia tujue kama sisi tulinyimwa ile tukio, tulinyimwa nafasi ya penalti, labda kuna siku kuna matokeo ambayo tutakiwa Morocco nufaike nayo, lakini hawakunufaika. Hata sisi kuna matokeo ambayo tunufaike nayo, kuna wengine tulikuwa tunanufaika. Lakini mshasiku kinachozungumzwa ni hisia, kwamba sisi kila mtu, unajua mashabiki wengi au mtu ukiwa anaangalia mpira, ukiona tukio ile movement, mashabiki wengi wanaangalia wanaenda na ile movement, kwamba huyu anaenda golini anataka kufunga. Umeona vizuri? Kwa ndugu zangu ambao wanajua kucheza PS utakuwa unanielewa. Anakuwa anaenda nayo. Anakuwa mtu anatembea nayo. Sasa ikija kutokea contact ambayo unajua yaani ambayo uielewi, ndio sasa unasema huyu mbona kakatili, sisi tuko tunawaza hivi, hadi kichwani uko sharp plan kwamba tukitoka hapo, kwamba mfano Edinado kaenda eneo la katikati anaweza kufanya chochote kile, akiguswa inakuwa ni penalty.
labda ako sehemu mwenyewe nafasi ambayo amekuwa ametengeneza. Kwa hiyo kinachozungumza mtandaoni of course ni kosa ambalo listahili kufanyaje, kupewa penalty. Na ukijaribu kuangalia pia kwenye mitandao ya kijamii kinachozungumzwa, unakumbuka zile AFCON ya Cameroon, Adela Mlocha aliyekuwa kocha wa Taifa Stars aliwahi kuzungumza, aliwahi kugusia Morocco. Unajua Morocco tuko nao kundi moja. Alisema Morocco ni miongoni mwa mataifa ambayo ni kama yanaendesha shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Wao wanachojisikia. Lakini pia ukichukua Morocco, unakumbuka nafikiri ilikuwa ni finali za kufanyika Qatar 2022 zile. Wao Morocco alisema ushindi huu ni kwa ajili ya mataifa ya Waarabu, lakini sio kwa Afrika. Simeona vizuri. Kwa watu wengi ndio ukiona mijadala mingi kufanya mijadala ilianza kuanzia ile AFCON ya mwaka 2020 na ngapi 20 na ile AFCON iliyotoka kufanyika juzi hapa Morocco 23 AFCON imetoka kufanyika 23 24. Ile mijadala mingi ilikuwa hapo kwa sababu Morocco walitoka kuzungumza sio 22 kwa finali, kwa zile finali za Qatar zilizofanyika za dunia. Alafu kwa 20 ngapi 23 tukawa tuna host nini wenzetu wale 20 ilikuwa ni 24 23. Wenzetu wakawa wanafanyaje wa Cameroon wakawa na host hizo finali. Kwa hiyo kitu ambacho kilizungumzwa wa Morocco wengi, yani Watanzania wa Afrika wengi wao, yani ukiangalia ni basi tu wanakosa namna ya kusemea, lakini wao wanaamini kwamba Morocco tokea zile kauli zianze kuzungumzwa kwamba ushindi au mafanikio ambayo Morocco waliyapata ya kufika hatua nusu finali ya kombe la dunia, wao ni kwa ajili ya nini, ya mataifa kutoka ukanda au mataifa ya Kiarabu, lakini sio kwa ajili ya Afrika. Lakini ukichukua hizo kauli ukiziweka pamoja, unajua kabisa hapa kuna kitu ambacho kinafanyaje kinaendelea. Lakini kipindi kile pia Adela Mlocha anafungiwa, ile kesi alishinda. Anafungiwa ni kwa sababu Algeria na Morocco ni mataifa ambayo yanatoka ukanda mmoja, lakini kulikuwa na msuguano wa kidiplomasia. Kama unavyojua mpira wetu unapigwa vita sana na masuala nini, yani mpira duniani kote FIFA unapiga vita sana masuala ya nini, ya serikali, masuala ya kidiplomasia, wanaingilizia kwenye nini, kwenye masuala ya michezo. Kwa hiyo ndio ilikuwa kesi inaanzia hapo. Kwa hiyo kauli zile, ukiona ile kauli inatembea, ujue kabisa kuna kitu ambacho kinaendelea nje ya pazia kati ya Morocco na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, kwamba labda kuna support ambazo zipo pia. Nafikiri kesi nyingine tumetoka kushuhudia juzi hapa, RS Berkane walikuwa kucheza finali na nani na Simba. Kwamba RS Berkane wanalazimisha, yani kiongozi wao sababu yule rais wa Berkane, mwenyekiti wa Berkane, yeye ni miongoni mwa makachero, mjumbe wa kamati ya utendaji. Nafikiri ni makamu wa rais pia alikuwa ni makamu wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Akashinikiza mechi ikachezwa Zanzibar, sio Benjamin Mkapa. Sio vizuri. Kwa shida zinaanzia hapo. Kwa shida zinaanzia hapo. Kwa nini? Kwa sababu Morocco ni kama ni taifa ambalo lina nguvu, lina ushawishi pia kutoka kwa mataifa ya Kiarabu ambayo yanakuja hapa pia sometimes kutupa support sisi, kimaanisha kutoka Qatar kule wapi. Okay, tukiachana na hiyo kwa Gamondi, mechi yake ya pili sasa anadhulumiwa. Nakumbuka mechi ya kwanza siku ile Yanga anacheza na Mamelodi Sundowns kule South Africa. Aziz Ki alifunga goli. Naelewa. Lakini mwisho wa siku refa akagoma hivyo. Hakuenda hata kuangalia VAR. Sawa? Sasa kama hali hii ikiendelea, unalitazamia wapi soka la Afrika? Mimi nafikiri ni kujiandaa. Yaani ni tukishia kulalamika kwenye katukio kamoja, tunafeli. Hili lishapita, tuendelee. Kwa la Gamondi kwa mfano, scenario ya goli la Gamondi wanalizungumza, Yanga wangeendelea kulalamika kwenye lile tukio, wasingefika hatua ambayo wako saizi. Umeona? Waamini kwamba huu ni mpira. Unapotakiwa kuwa, yani unapohitaji kuwa mkubwa, lazima vitu kama hivi utakutana navyo. Simba wangesema endelee kulalamika, kipindi kile wanapiga goli 5-5, akienda kwa piga goli 5-5, usije anaenda wanapiga goli 5, mara wamenyimwa hiki. Wangesema endelee kulalamika, wasingefika kwenye level ambazo wako saizi. Umeona vizuri. Kwa sisi na kucheza na Morocco, kinachohitajika sasa hivi tuache kulalamika. Sawa, watu wameumia, lakini kinachohitajika sasa ni kwenda kuitengeneza timu ambayo ndani ya dakika 90 tuwe tumeshafanya maamuzi ya sisi kwenda mbele. Kama sio kama ni hatua ya kupata alama 3, tunacheza na Morocco, tuhakikishe kwamba mpaka tunakuja kuzungumza dakika 90 sisi tunaongoza 2-0 au tunaongoza 3-0. Hicho ndio kitu ambacho tukifanye. Kama tuna ngazi ya vilabu, tuwatengeneze timu ambazo tunahakikisha tunapata matokeo ya uhakika, sio matokeo ya kusubiri huruma, kwamba
maamuzi mbona hajaweka penalty, basi tukaangalia VAR, hiyo tumenyimwa nini na vitu vingine kama hivyo. Hivyo tuachie Waarabu kwa sababu wamezoea kufanyaje, kulalamika kwenye matukio kama yale, kwa sababu ni asili yao. Wanapokuwa wameshindwa, wana mbinu nyingi kumwadaa mwamuzi, kumwadaa mchezaji, kutengeneza makosa ambayo anaweza kugharimu timu na vitu vingine kama hivyo. Once unapokuwa na timu ya kushindana, kwa mfano Mali jinsi wamemtoa Tunisia. Laiti kama Mali wangekuwa ni timu ambayo ina icheze kwa kumwadaa mwamuzi kwenye ile mechi waliomtoa Tunisia. Pengine hata ile goli kwao wasingefanyaje, wasingelipata. Hatua ya penalty pia wasingetoka. Kwa nini? Wao waliamini kwamba sisi tunaweza tukafight, tukapambana na japokuwa walipata red card mapema kabisa. Unaona hiyo kitu, lakini walicheza wakamtoa nani? Wakamtoa Tunisia, taifa kubwa hilo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sisi turudi tukatengeneze na hii agenda ya hii iliyopo sasa hivi. Morocco wao wana agenda yao ya kupata nini? Unajua Morocco kupata ubingwa wa CAF kwa kadiri AFCON sio mwaka 76 kule. Jana kujazaliwa hizi. Hata sijawahi. Miaka 70, usimeelewa vizuri. Miaka 70 huko si 76 huko. Walifanyika Sudani pale. Wao ndo walikuwa ni mara yao mwisho kupata ubingwa AFCON. Kwa hiyo ukisikia agenda iliyopo, ukisikia kwenye kuna kauli moja nilikuwa nasikia siku moja anazungumza kocha wa Morocco nani Wadele Boulagoui, anasema wao hakuna story nyingine ambayo wanaitaka kama ya Morocco kuchukua ubingwa wa AFCON. Story wanayoitaka ndio matokeo wanayoyataka. Achilia matokeo dakika 90 siku mtu fulani wao hayataki, kwa sababu wanaamini kikosi bora, wachezaji bora ambao wanaweza kufanya maamuzi muda wowote.